Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu popote ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wa maisha yetu. Nikukaribisha tena katika siku ya leo, muda na wakati huu, mtumishi wa Mungu popote ulipo, ukiwa Tanzania, ukiwa Kenya, Uganda, na popote ambapo unapatikana. Majina yangu naitwa Simoni Mbasa. Nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nikukaribishe tu ndugu yangu, bila kujali wewe ni wa dini gani, kwa sababu ninajua Mungu anakusudi na wewe. Liko jambo ambalo nataka kwenda kuongea na wewe katika siku ya leo. Na siku ya leo ningependa zaidi, sitatumia muda mrefu sana, ningependa zaidi niongee na vijana wenzangu, kwa sababu Mungu huwa anakusudi kwa kila hatua, na huwa anakusudi kwa kila jambo ambalo analifanya ni kwa ajili ya utukufu wake. Ninashukuru kwa ajili yako siku ya leo. Nikushukuru pia kwa ajili ya kuungana na mimi katika somo hii na katika session hii. Basi nikukaribishe, niombe kwa ajili ya somo hili kabla ya kuendelea. Baba yangu na Mungu wangu, ninasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Ninakubariki nikisema asante kwa ajili ya watumishi wako ambao siku ya leo wameungana na mimi kwa ajili ya umega mkate ambao Bwana umekusudia katika siku ya leo, na kwa ajili ya watu ambao umewakusudia katika siku ya leo. Bariki baba yule, bariki mama yule, bariki kijana yule, bariki binti yule, bariki kila mmoja ambaye ataenda kutumia muda wake kwa ajili ya kusikiliza, kwa ajili ya kuangalia ujumbe huu kwa ajili yake. Bwana, nasema asante. Ninaomba msaada wako katika siku ya leo, kumsaidia mtu huyu, kumsaidia kila mmoja ambaye ataenda kuwa pamoja nami katika wakati huu. Ninakubariki nikijiweka wakfu kwa ajili ya kazi yako katika siku ya leo. Bwana, ukanitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nasema asante ni katika jina la Yesu. Ninapoenda kusema na watu wako, Bwana ukaseme mwenyewe. Sihitaji kwenda kusema mimi, bali Bwana ukazungumze ndani yangu. Nasema asante ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Ninakushukuru mtumishi wa Mungu ambaye uko pamoja na mimi katika siku ya leo. Siku ya leo tutaangalia tu kitu kidogo sana, lakini ni kitu kikubwa, kwa sababu inawezekana labda hicho ndio kinasumbua sana katika siku ya leo, katika siku hizi za leo, au katika ulimwengu huu tulionao. Na kitu chenyewe ni kwamba dunia kwa sasa inatupelekesha sana. Binadamu sasa hivi wanapelekeshwa sana na dunia vile inaenda. Sasa kulingana na hayo, mpaka inafika wakati watu wanamsahau Mungu. Wanaona kwamba labda vile walivyo navyo, mambo wanayofanya, kazi walizonazo ni bora hata kuliko Mungu. Ndio maana unakuta watu wako busy sana katika kutafuta maisha na si kutafuta kile Mungu amewapa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaanza kujifunza somo letu katika siku ya leo. Tutaanzia mstari wa kwanza. Anasema kwamba ukumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zile zilizo mbaya, ukasema sina furaha katika hili. Hili ni andiko ambalo linakumbusha kila mmoja kuna wakati wa ujana. Unajua, ujana ndio wakati ambao binadamu anahitaji kuchagua. Ujana ndio lika ambalo mwanadamu ako na nguvu, ana uwezo wa kufanya chochote kile ambacho akitaka kukifanya. Ujana ndio sehemu ambayo shetani huiangalia sana na kuwapotosha sana wengi
ili kusudi wamfuate kulingana na ujana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nimekuja na somo hili? Somo hili au maada hii inakuja wakati ambao kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika dunia hii, katikati yetu tunayaona. Yamekuwa ni mambo mengi sana. Imefika wakati sisi vijana tunaona tuende zaidi na fashion ya dunia, tuende zaidi na dunia kuliko kumtafuta Mungu. Tumejisahau mpaka tunafika wakati tunaona kwamba ni kama tulikuja kuishi jumla dunia. Ngoja nikwambie kitu. Dunia ni ya muda kidogo sana, kufumba na kufumbua imeshapita. Lakini utaelekea wapi? Inategemea ulipokea dunia au ulipokea Yesu ukaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 na mstari wa 14, anasema hivi. Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni mpana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Kuna njia mbili hapa. Kuna milango miwili hapa. Kuna mlango mwembamba. Mlango mwembamba unaosemwa ni ule wa watu walioamua kuokoka. Wokovu ni mlango mwembamba sana. Ni wachache ambao wanauona. Nao wanauona wanaonekana ni watu wamepitwa na wakati. Nao wanauona wanaonekana ni watu ambao hawajielewi. Nao ambao wanauona wanaonekana hawaendi na wakati. Mlango ule mwembamba. Na pengine unayenitazama unaangalia wewe unapita katika mlango ulio mpana. Milango hii yote wanapita watu, hawapiti mbuzi, hawapiti ng'ombe, hawapiti wanyama, ni watu. Mlango ulio mwembamba ni kwa ajili ya watu. Mlango ulio mpana ni kwa ajili ya watu. Njia iliyo nyembamba ni kwa ajili ya watu. Na njia iliyo pana ni kwa ajili ya watu. Sasa dunia vile iko, kuna mambo binadamu wanafanya, wanaona ni fashion, wanaona ni kwenda na wakati. Lakini shida ni kwamba wanaenda na wakati, wanasahau kwamba mambo ya dunia yanapita. Wanasahau kutafuta uso wa Mungu. Wanasahau kumrudia Mungu. Dunia imetudanganya. Imetuletea mambo mengi ambayo kwa kweli kama mtu hajamtafuta Mungu ni vigumu sana kujinasua. Dunia imeleta vifungo vingi ambavyo watu vimewafunga, wamejikuta wako kwenye vifungo ambavyo wao wenyewe hawajui watajinasua vipi.
dunia imeleta vitu ambavyo kwa kawaida tunaona kama suluhisho la matatizo yetu, lakini ukweli ni kwamba ni kudanganywa, ili kusudi shetani aendelee kuendesha maisha yako. Hii ni njia pana. Amekupa kila kitu, utafanya kila kitu kwa uhuru wako unaotaka, lakini shida ni kwamba hakupi kumuona Mungu. Dunia ikikupa chochote, itakupa mali, itakupa kila unachotaka, lakini shida haikupi kumuona Mungu. Manake ni kwamba dunia ilipofika imejaza vitu vingi ambavyo kivifata huwezi ukamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema njia ni pana sana inayoelekea katika upotevu. Na huyu aliyesema hakusema mwanadamu, alisema Yesu mwenyewe. Akasema njia ni pana sana na wale wanaoifuata ni wengi kabisa. Lakini njia hiyo njia sasa imewapeleka katika upotevu. Wanaifuata wengi lakini wamepotea. Wanaifuata wengi lakini hawawezi, ile njia haiwezi kawafikisha katika uzima. Wanaifuata wengi lakini hiyo njia haiwezi kawapa suluhisho. Wanaifuata wengi wakitafuta furaha, lakini shida ni kwamba ile njia haileti furaha kamili. Wanaifuata wengi lakini hiyo njia haitupi mwelekeo sahihi. Machafuko yaliyoko katika ulimwengu huu yamekuja baada ya sisi watu hatutaki kumfuata Mungu, tunafuata njia zetu kutatua migogoro. Hatufuati Mungu, isipokuwa tunafuata teknolojia ili kusudi kutatua migogoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yanatokea, uvunjifu wa amani, mambo mengi hayaendi. Watu wengine mpaka wanajiuliza kwani Mungu yuko wapi? Mungu hana shida, tatizo ni la kwetu. Mungu hana tatizo, tatizo ni la kwako. Kwa sababu ikiwa umemwacha Mungu ukafuata njia zako mwenyewe, ukaona kwamba mlango ulio, yani unajua kuna hata katika makanisa, hata katika kanisa kuna mambo ambayo, kuna makanisa yanafanyika ndani ya makanisa hayo, watu wanaona kwamba wako huru kufanya mambo mengi, lakini shida ni kwamba hayo mambo hayamtukuzi Mungu wala hayoko katika utukufu wa Mungu, isipokuwa tu yapo katika sisi kufurahishana. Ndio hii njia inayosemwa ni njia ni pana sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Waionao ni wachache. Uwe basi mmoja, umuombe tu Mungu, mimi tu niwe mmoja wa wale ambao njia yako wanaiona. Mimi tu niwe mmoja wao kati ya wale ambao wanaiona njia, kati ya wale wachache. Basi na mimi Mungu niwepo kati ya wale wachache ambao wanaiona, kati ya wale wachache. Kama ni watatu, basi na mimi niwe mmoja wao. Kama ni 10, basi na mimi niwe mmoja wao. Kama ni 50, basi na mimi niwe mmoja wao. Kama ni 1000, basi na mimi niwe mmoja wao. Kati ya wale 20, basi na mimi niwe mmoja wao. Dunia ilipofika
mambo ilipofika, mtu anaona yuko tayari kufanya lolote, yuko tayari tunaona huku mtaani huko kuna mambo yanaendelea, kuna vitu vinaendelea. Ukikaa hata kwenye vyombo vya habari ambazo unazisikia kila siku ni za kusikitisha, ni za kutisha. Kwa sababu gani? Kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha. Kwa hiyo wakati mwingine haya mambo tunayoyaona ni kwa sababu watu wamekataa Mungu. Viongozi wamekataa Mungu. Wanaongoza kwa akili zao. Wanang'ang'ana kutafuta suluhu ya matatizo, wakienda kwa waganga wakiulizia. Wanang'ang'ana. Kuna watu wanapambana kutatua zile shida walizonazo, lakini shida hawatatui katika njia iliyo sahihi. Ndio ile sasa kwamba mlango ni mwembamba na njia imesonga. Njia gani hiyo? Yesu akasema katika Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu anajielezea kama njia. Yesu anajieleza kama yeye ndiye suluhu la matatizo yote. Lakini pia ukisoma pia katika Yohana sura ya 10, anazungumza habari ya mlango. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Anajielezea mimi ndimi mlango. Ina maana huyu ndiye mlango ule mwembamba, na yeye ndiye njia ambayo itatufikisha pale ambapo tunatamani kufika. Kijana mwenzangu, mtazame Mungu, utafanikiwa. Dada yangu, kutembea nusu uchi haikupi wewe kufanikiwa katika kile kitu unatamani kukipata. Ndugu yangu, kuwa na wanawake wengi haimaanishi kwamba ndipo kuna ushindi au ndipo kuliko na amani. Watu wengi sana wanahangaika kuitafuta amani, lakini ile amani vile wanaitafuta kwa njia ya tofauti. Huna amani katika familia yako. Unafikiria kwamba ukipata mwanamke mpya utakuwa na amani. Si kweli. Unafikiria kwamba ukiwa na wanasema mpango wa kando ndio utakuwa na amani. Hapana, si hivyo. Kama hujaamua kumtafuta Mungu ili kusudi akupe amani, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa amani, hakuna kitu kitatendeka. Utaenda mwisho wa siku utaongeza matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kutumia dawa ya kutuliza maumivu haina maana kwamba umemaliza ugonjwa. Kutumia Panadol kwa ajili ya kutuliza maumivu haina maana kwamba umemaliza tatizo, isipokuwa tatizo lako litabaki kuwa pale pale, ila umetuliza. Ndio maana inaitwa inatuliza maumivu, si inamaliza maumivu, inatuliza. Kwa hiyo yakitulizwa, kumbuka yatarudi baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya kawaida, tusipoamua kumtafuta Mungu, tutabaki tunaumia, na shetani ataendelea kutumia mlango huo, kwa sababu anaona zile njia tunatumia kutatua migogoro ama shida zetu zinampa mlango wa yeye kuingia na kutuendesha, kwa sababu hatujataka kumtafuta Mungu. Baba yangu, mama yangu, kaka yangu na dada yangu, lipo suluhisho la matatizo yetu ni Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya yote,
aliyekufa msalabani ili kusudi njia aidhihirishe, ili kusudi njia ionekane. Alikuja kutuonyesha njia. Ndio maana anajielezea, anasema mimi ndimi njia. Wala hakuonyesha mtu mwingine, wala hakuonyesha kitu kingine, wala hakusema kwamba nenda kaitafute njia. Alisema, jielezea, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yeye mwenyewe akajielezea akasema, mimi ndimi mlango wa kondoo, na kondoo atakapoingia watakuwa salama. Ina maana amani ya moyo wako, amani ya familia yako, amani ya kazi yako, amani ya kila kitu ulicho nacho, au suluhu au kutatua matatizo ulionayo iko kwake. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kile unachokifanya leo kama hakimtukuzi Mungu, ina maana kwamba kitu hicho bado haujafika kutatua shida yako. Shida itaendelea na matatizo yataendelea. Kwa sababu gani? Haujaitafuta ile njia ya kweli. Hujatafuta ile njia ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumtafute huyu Mungu kabla ya siku hazijafika. Ikafika wakati huwezi kufanya chochote. Leo hii una nguvu ya kubeba hata gunia ya kilo 100, lakini itafika kesho hata kilo 10 huwezi ukazibeba. Kumbuka, kuna maisha haya tunayoishi leo, tunajiona na vijana, tunajiona tuko na nguvu, na tunajivunia nguvu zetu, tunajivunia uzuri wetu, tunajivunia kila kitu tulicho nacho. Lakini hicho kitu ni cha muda tu. Ujana ni wa muda tu. Pesa ni za muda tu. Kuna watu wangapi ambao tumewaona tangu tukiwa wadogo walikuwa na pesa. Leo hii hawana. Ni watu wangapi ambao wakati sisi tukiwa wadogo tuliwaona wakiwa vijana, lakini leo hii ni wazee. Ni watu wangapi ambao umewaona wakiwa na uwezo mzuri, wakiwa na madaraka, wakiwa na vyeo vikubwa katika serikali, lakini leo hii ni watu baki. Ni watu wangapi ambao umewashuhudia wakiwa wazuri, walikuwa warembo wa ajabu sana, lakini leo hii ukiwaangalia, ndugu yangu, hebu tumtafute Mungu. Uzuri na kitu chochote tulicho nacho si kitu, isipokuwa Mungu ataendelea kuishi. Na endapo tukimtazama, na endapo tukimtafuta kwa nguvu zote, Mungu atatutunza. Mungu atatusaidia. Mungu atatujenga. Mungu atatufikisha hata kwa uzee wetu. Tusiangalie hivi vitu vya dunia, vinapita tu. Haya mambo yote ya dunia yanapita tu. Siku moja hatutakuwa nayo. Siku moja hata kile unachokipenda hutakipenda tena. Siku moja hata magari hayo unayopanda hutaweza kupanda. Mtu mmoja nilikuwa nasoma story yake, siku moja anazungumza, anasema yeye alifikiria, kwa sababu ni mwanamtindo mkubwa sana duniani, ni mtu mkubwa sana, lakini kuna siku moja anasema kwamba gari ambazo alikuwa amezoea kuzipanda, hizo gari zilikuwa zinamzungusha kumpeleka hospitali. Kitanda ambacho amezoea kukilalia, ilifika wakati kile kitanda hawezi kukilalia tena. Kitanda anacholalia ni kila anachaguliwa lale kitanda gani. Nguo ambazo alikuwa anapenda kuvaa, yeye ni mwanamitindo, alifikiria kwamba ataendelea hiyo kazi, ataendelea kuifanya siku zote. Siku moja hata nguo ambazo yeye mwenyewe aliwahi
kuzivaa zimemkataa, anavaa nguo ya hospitali. Ndege ambazo alikuwa anapenda kusafiria, ndege hizo zinatumika tu kwa ajili ya kumsafirisha hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Chakula ambacho alikuwa anapenda kula hawezi kukila tena. Hii dunia ikitudanganya itatupeleka pabaya. Dunia si kiongozi mzuri ambaye anaweza kukusaidia kukuongoza kuifikia hatima yako. Dunia si kiongozi ambaye anaweza kukusaidia kufika pale ambapo umekusudia kufika, isipokuwa ni bingwa wa kupoteza watu wa Mungu kusudi wasimfuate Mungu. Teknolojia imekuwa kubwa, watu wameharibika. Ukipita kwenye social media utakutana na vitu vingi sana. Kwa sasa utakuta watu wanapiga picha na magari, utafikiri magari ni yao, hakuna kitu. Sasa ukifuata umepotea. Kuna watu kule wao hawajawahi kuwaza kupiga picha hata na suti. Nguo ambazo waga anapiga nazo picha, utashangaa sana. Na ndivyo maisha yake anaona yako sawa kabisa. Amepotezwa, shetani amemkatia hata ule mshipa wa aibu hata kidogo. Anaona yuko sawa. Lakini neno la Mungu linasema mwivi haji ila kuiba na kuharibu, lakini Yesu alikuja ili kusudi tuwe na uzima na tuwe nao tele. Kisoma Misali sura ya 16 mstari wa 2. Kila njia za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, lakini Bwana huzichunguza roho za watu. Na ukisoma mstari wa 25 nasema zipo njia zionekanayo, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia hiyo inaenda upotevuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi kumtafuta Mungu kadri uwezavyo. Mtafute Mungu kadri uwezavyo, ili kusudi atakusaidia siku ya uovu. Atakusaidia siku muovu ameamka. Atakusaidia siku ya hukumu. Inawezekana leo usione kwa nini, lakini ipo siku utajua kwa nini. Vijana au mtu yoyote yule anatazama video hii, ushauri wangu, tujitahidi kumtafuta Mungu. Usidanganywe na mtu. Usidanganywe na rafiki yako. Usidanganywe na mzazi wako. Usidanganywe na mpenzi wako. Usidanganywe na yoyote. Aiza anakwambia katika kumtafuta Mungu, nawe utapona. Mbingu haiko kwa ajili ya wapenzi. Mbingu haipo kwa ajili ya watu kwa sababu walipendana. Mbingu ipo kwa sababu ya watu waliamua kumtafuta Mungu kwa moyo mmoja. Na katika hilo, ikiwa walishinda, Mungu anawapokea. Ushauri wangu leo, Mungu akubariki wewe ambaye umetazama video hii. Endelea kusubscribe, endelea kushare, endelea kucomment. Mimi ninaitwa Simoni Mbasa. Mungu akubariki sana. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye siku ya leo ametazama na kusikiliza ujumbe huu. Achilia roho ya mabadiliko ndani yake. Yule ambaye alikuwa hajawaza kukutafuta akakutafute. Yule ambaye alikuwa hakujui, basi kupitia ujumbe huu akaanza kukutafuta ili kusudi kujua.
kwa sababu neno lako linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyokujilia. Nami Mungu nimekupeleka kwao, nimekusema kwao, dhihirisha nguvu yako, dhihirisha uaminifu wako kwa mtu huyu. Ninaachilia roho wako wa mabadiliko ndani ya kila mmoja ambaye anisikia. Roho wako akatembea na ujumbe huu, roho wako akatembea na kila mmoja ambaye anisikia. Ninakubariki Bwana kwa kuwa utaenda kutenda, utaenda kuonekana. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutendee, Mungu akukumbuke, na Mungu akafanye jambo katika maisha yako. Mungu akulinde.